Kwa sasa tunaelekea kule Mtwara ambako wadau wa afya mkoani Mtwara wamekutana kufanya tathmini ya utekelezaji wa mradi wa uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti Tanzania unaolenga kuimarisha huduma za kinga, uchunguzi wa awali na matibabu ya saratani hiyo. Mkutano huo umewakutanisha wadau wa afya, viongozi wa serikali na wawakilishi wa taasisi mbalimbali ili kujadili mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizojitokeza pamoja na kuweka mikakati ya kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. John Kasembe anafafanua zaidi kutoka Mtwara. Asante sana. Kama ulivyozungumza, ni mradi ambao umeanza kutekelezwa mwaka jana, unatekelezwa kwa takriban miaka mitatu na zaidi ya watu 30,000 wamepitiwa katika mradi huo, na mkoa wa Mtwara una vituo 28 ndio vinavyofanya shughuli hiyo kupitia mradi ambao umekuwa ukitekelezwa hapa mkoani Mtwara kupitia katika halmashauri 9. Leo hii kama ulivyosema, ni tathmini inayofanywa na wataalamu kutoka mkoa huu wa Mtwara. Wanajadiliana namna ya utekelezaji, namna changamoto, lakini sasa nini waendelee kufanya kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa. Nimeongea na baadhi ya wataalamu, wameeleza namna ya mradi huu ulivyoanza, ulipo sasa na changamoto ambavyo wamekuwa wakiziona. Tuwasikilize, lakini pia shuhuda ambaye amekuwa ni mgonjwa wa ugonjwa huu wa saratani ya matiti ameeleza namna ambavyo sasa ameendelea kutibiwa. Tusikilize namna ambavyo wamezungumzia hayo. Tangu tumeanza kufanya kazi katika mkoa huu tumevuna takriban kina mama zaidi ya 30,000 na tumeona ongezeko kubwa la wagonjwa wenye saratani ya matiti. Pia kwa wanaume, saratani hii ina affect wanawake na wanaume, na kati ya hao tumegundua kwamba takriban 3 mpaka 4 wanaburuliwa na mabadiliko ya saratani. Mkoa wa Mtwara bado una changamoto ya wateja ambao wana changamoto ya saratani ya matiti. Hii ni pamoja na wanaume lakini pia pamoja na wanawake. Kwa sababu tunapofanya uchunguzi tumeona pia wanaume tumewapata ambao wana saratani ya matiti, na tulishawafanyia uchunguzi takriban wanaume 1,003. Kwa hiyo tumewapata wanaume 2 ambao wana saratani ya matiti na tunashukuru wameshaanza na matibabu. Lakini bado tuna changamoto ya watu kutokupata matibabu kwa sababu mpaka sasa hivi tuna akina mama takriban 59, ina maana akina mama 57 na wanaume 2. Kwa hiyo tukijumlisha hapa tunapata wagonjwa 59, lakini kati yao walioanza matibabu ni 39, lakini 20 bado hawajaanza matibabu, kukiwa na changamoto mbalimbali ikiwemo za kifedha. Lakini kitu kingine, wengine tunapata wengine kutoka nje ya Msumbiji, kwa hiyo tunashindwa kufanya nao mawasiliano kwa sababu mtu alikuja tu kufanya matibabu akakuta ile huduma tunaitoa akaipenda akafanywa uchunguzi, lakini tulipokuja kupata majibu kufanya mawasiliano, yule mtu kumbe alikuwa anatoka nchi jirani ya Msumbiji. Kabla bado sijaanza kutibiwa ugonjwa huu, nilidhani kama huu ugonjwa unahusu wanawake tu. Nilikuwa kisikia kama saratani ya matiti. Kumbe sisi wanaume tunao. Nimeanza kuona ugonjwa huu, ilikuwa mimi najiuliza tu kwa nini, kitu gani hiki? Mbona sio hiki linakuwa namna hii, linakuwa nzito? Sikutambua wapi mimi nitatibiwa. Lakini tulipopata taarifa ya kwamba wamekuja wataalamu huko wilayani Newala, wanataka watu kwenye uvimbe mwilini, mimi niko naacha ngoja niende nikaonyeshe sio hivi. Changamoto kubwa inakuja pale ambako sasa majibu yameshapatikana na mgonjwa huyu anatakiwa aanze matibabu. Kwa hiyo pale ndo inapokuwa watu wetu wengi wa ukanda wa huku uchumi wao upo chini sana. Kwa hiyo watu hao wanashindwa kumudu gharama za matibabu, na matibabu haya yanakuwa ni matibabu ya muda mrefu sana. Sauda, hivyo ndivyo kikao hiki cha tathmini kinavyoendelea katika halmashauri hii ya mji hapa mjini Masasi. Ni kuache uendelee na taarifa hii. Na John Kasembe na